Ni kukaribishe kwa moyo mkunjufu tena kwenye The Bible Mine, ikiwa ni episode nyingine kabisa, tukiwa tunadadavua kwa lugha rahisi kupitia kitabu kile cha Daniel, ambacho yapo mambo mengi ambayo yamezungumzwa kwenye kitabu cha Daniel. Huwa tunakuwa na mtumishi wa Mungu Dr. Kathleen Makundi, ambaye yeye anatupitisha kwenye zile sura na kuzichambua kwa lugha rahisi sana na sisi tunaweza kuelewa. Dr. Kathleen, karibu. Asante, Bwana Yesu asifiwe. Sogeze kipaza kidogo, kama umekaa mbali sana. Jipimie size yako. Okay. Hapo sawa, hapo tuko vizuri. Nafikiri. Okay, sawa. Leo kwenye Daniel tunachambua sura gani? Okay, leo tutakuwa tunachambua sura ya 6. Sura ya 6. Ambayo ni muendelezo wa sura ya 5 ambayo tuliiona mara ya mwisho tulipofanya kipindi. Okay, sawa. Yeah. Karibu. Asante. Wiki iliyopita tuliona moja kati ya kitu kikubwa kilichotokea ni mabadiliko kutoka utawala wa Babeli kwenda utawala wa Medi. Na katika sura hii ya 6 tunaona muendelezo wa huu utawala wa Medi, lakini pia Danieli akiwa bado kule Babiloni, lakini pia akiwa ni mmoja kati ya viongozi wakuu wa serikali ya kipindi kile. Kwa hiyo tunaposoma sura ya 6 na kujifunza kutokea hapa, tuwe pia tunakumbuka yale ambayo tulijifunza mara ya mwisho kwenye sura ya 5. Kama kawaida tutasoma mistari yote, halafu tutaona ni mambo gani tunajifunza hapa. Biblia inasema, ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. Tuliona kwenye sura ya 5 kwamba baada ya Belshaza kumkosea Mungu na kuuawa usiku ule, mfalme Dario ndo aliingia kwenye kutawala. Sasa hapa sura ya 6 ndo inaelezea kwamba ilimpendeza huyu mfalme kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. Na juu yao akaweka wakubwa 3 na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku, ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi Mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme,
Je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako, mfalme, atatupwa kwenye tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi, lisibadilike neno lolote lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe, likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga, na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni, akasema. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme, uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makano ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia, tena mbele yako mfalme sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshtaki Danieli, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa katika maandiko tuliyoyasoma tunaweza kufupisha katika makundi makubwa 6. Kundi la kwanza ya hii mistari tunaona kwamba katika wale watu waliowekwa kuwa katika ufalme wa Dario, Danieli alikuwa ni mmoja wao na ni mtu mwenye sifa kuliko wote, na hizi sifa zake kuliko wenzake wote zilitokana na roho bora aliyekuwa anakaa ndani yake, kama ambavyo tumesoma kwenye mstari wa 2 na wa 3. Lakini kwenye kundi la pili tunaona kwamba imani na tumaini la Danieli alilokuwa nalo kwa Mungu lilijaribiwa. Tunaona kwamba hawa wakuu wenzake walitafuta kumshitaki na wakaona hamna namna nyingine ya kumshtaki Danieli, kwa sababu kwenye kila alichokuwa anakifanya alikuwa mwaminifu, hakukuwa na chochote kibaya kilikuwa kinaonekana kwake. Lakini walipofika kwenye swala la Mungu wake, kwenye swala la imani yake na tumaini lake kwa Mungu,
waliona hapo ndipo wanapoweza kumshika. Na tunaona Danieli anajaribiwa kwenye hili, kwenye imani yake au tumaini lake kwa Mungu. Na jambo la tatu, tunaona kwamba ile azma ya Danieli ya kuwa mwaminifu kwa Mungu haikuathiriwa na hatari iliyokuwa mbele ya Danieli. Tunaona kwamba tishio liliwekwa, asiyemwabudu mfalme katika siku 30 alipaswa kutupwa kwenye tundu la simba wenye njaa. Lakini hili halikumuathiri Danieli. Zaidi sana Biblia inatuambia kwenye ule mstari wa 10, Danieli alipoona kwamba ile sheria au ile amri imesha idhinishwa, yeye alikwenda akapiga magoti mara 3 kwa siku akimwomba Mungu. Tena Biblia inatuambia kabisa kwamba alifanya hivyo kama alivyokuwa amezoea kufanya. Sio kitu ambacho kilianza wakati ule, alikuwa amezoea kufanya vile. Kwa hiyo bila kujali hatari iliyokuwa mbele yake, yeye aliendelea kuwa mwaminifu mbele za Mungu kwa kufanya ibada kwa Mungu. Lakini kundi la 4 tunaona kwamba wakati mfalme amerudiwa na wale wakubwa, wale maamiri, wanamwambia kwamba kwenye ile sheria ulioweka kuna mtu ameivunja. Kwa hiyo wakataka litimie lile ambalo liliandikwa kwenye sheria kwamba anayekiuka atupwe kwenye tundu la simba. Mfalme anapojulishwa kwamba ni Danieli, Biblia inatuambia alisumbuka sana akitafuta namna ya kumponya. Na hili linatuambia kwamba Danieli alikuwa ni mtu aliyethaminiwa na mfalme. Ndio maana Biblia inatuambia mfalme alitaka kumuokoa. Lakini kwa sababu ya jinsi ya ile sheria, inasema sheria ya Umedi na Uajemi isiyobadilika, mfalme hakuwa na cha kufanya. Na kundi la 5 tunaona hata baada ya mfalme kushindwa kupata namna ya kumuokoa kwa sababu sheria ilimfunga, tunaona mfalme alikuwa anajua kwamba Danieli anamtumikia Mungu ambaye anaweza kumuokoa. Na ndio maana kwenye mstari wa 16 anamwambia, Mungu unayemtumikia atakuokoa. Alafu kundi la 6 la hii mistari tunaona kwamba pamoja na hayo yote yaliyofanyika, Mungu alimhifadhi Danieli salama kwenye lile tundu la simba. Na hili likatengeneza ushuhuda uliopelekea mfalme Dario kuweka amri kwamba katika wakati wake wa ufalme watu watetemeke kwa Mungu wa Danieli. Na anasema hapa kwa nini? Kwa sababu yeye huponya, mstari wa 27, huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni vitu gani ambavyo tunaweza tukajifunza kutoka kwenye haya? Wiki iliyopita tuliona kwamba wakati mfalme Belshaza ameshindwa kuelewa yale maneno, Malkia anamweleza kwamba kuna mtu katika ufalme wako ambaye roho bora yuko ndani yake, roho wa hekima, roho wa maarifa. Akaelezea kwamba ni roho anayeweza kufumbua mafumbo. Na tukajifunza kwamba namna zote Danieli alizokuwa anafanikiwa kule utumwani, kutafsiri ndoto, kufumbua mafumbo, kulitokana na roho wa Mungu aliyekuwa anakaa ndani yake. Na huyu roho wa Mungu ndiye roho ambaye anakaa ndani ya kanisa na ndani ya sisi ambao tumeamini wakati huu. Na nikasema kwamba Roho Mtakatifu anapopewa nafasi ya kufanya kazi ndani ya mtu, anamtofautisha huyo mtu aliyekubali roho afanye kazi ndani yake, lakini pia anatenda mambo makubwa kupitia huyo mtu katika maeneo aliyopo. Tunaona kwa Danieli, yeye alikuwa kwenye upande ambao sasa hivi tunasema ni upande wa kisiasa, na alifanikiwa. Tangu tumesoma sura ya kwanza tuliona kwamba alikuwa anawekwa kwenye nafasi kubwa za ufalme, anawekwa kwenye nafasi ambazo tunaweza kuzitafsiri ni nafasi kubwa za ushawishi. Na ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kufanya pale ambapo tunamruhusu afanye kazi kupitia sisi. Anaweza kutupa ushawishi kwenye maeneo yote ya maisha. Anaweza kutupa ushawishi kwenye familia, anaweza kutupa ushawishi kwenye uchumi, anaweza kutupa ushawishi kwenye siasa kama ilivyokuwa kwa Danieli, anaweza kutupa
ushawishi kwenye elimu, kwenye afya, kwenye maeneo yote ya maisha yetu. Na matokeo yake ni kwamba kwa kadiri ambavyo anafanya kazi ndani yetu, ndivyo ambavyo tunafanikiwa, na tunapofanikiwa yeye anatambulika. Tuliona kwa kipindi cha Nebukadreza, baada ya Danieli kutafsiri ndoto, Nebukadreza anawatangazia watu kwamba mtu awaye yote asimwabudu Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Danieli. Tunaona hata kipindi wale rafiki za Danieli wametupa kwenye tundu la moto kwa sababu hawakuabudu sanamu ya mfalme Nebukadreza, Mungu anawaokoa kwa sababu wale watu walikuwa very committed kwa Mungu kwamba watamwabudu Mungu pekee yake. Na tunaona baada ya Mungu kuwaokoa wale watu, mfalme Nebukadreza kipindi kile akatoa tena amri kwamba watu wasimwabudu Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Danieli. Tupo kipindi ambacho kanisa linatakiwa kuendelea kusema habari za Kristo, watu wapate kumfahamu Mungu kwa ukubwa, na watu wafikiwe na hii neema ya wokovu na waweze kuipokea. Sasa sio wote ambao tutaweza kwenda kuhubiri sijui kwenye mikutano, kwenye masoko, kwenye nini, lakini namna yetu tunavyoshirikiana na Roho Mtakatifu kwenye maeneo ambayo Mungu ametuweka inaweza kutosha kabisa kumhubiri Kristo na watu wakamjia Mungu. Tunaona kwa jinsi ambavyo Danieli alitunza msimamo wake wa kutomwabudu Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa kweli. Sheria inawekwa kwenye kipindi kile kwamba watu watetemeke, ama watu waabudu, ama watu wamuinamie Mungu wa Danieli peke yake. Kwa hiyo pengine namna yako ya kumhubiri Kristo ni ya wewe kumruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako kwenye eneo ulilopo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza tukajifunza hapa, kama ambavyo imetokea kwa Danieli, ilitokea pia na kwa marafiki zake Shadrach, Meshach na Abednego, ni kwamba imani au tumaini letu kwa Mungu lazima litajaribiwa. Yaani chochote unachokiamini, hata kama sio Mungu wa kweli, lazima kitajaribiwa ili kionekane kweli kinafanya kazi au hakifanyi. Na ukisoma kwenye Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3, Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3, Biblia inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Kwa hiyo majaribu yatakuja. Alafu anasema mstari wa 3, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani zenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa neno. Kama ambavyo tunapokuwa shuleni tunafundishwa mambo mengi, baadaye tunajaribiwa kwa kupewa mitihani inayopima kiwango chetu cha uelewa wa yale tuliojifunza, ndivyo ambavyo hata tumaini letu kwa Mungu, imani yetu kwa Mungu itajaribiwa. Na mwisho wa siku kazi ya majaribu ni kutukamilisha. Na Paulo anasema kwamba Mungu ni mwaminifu ambaye hawezi kuacha tujaribiwe kupita tunavyoweza. Kwa hiyo jaribu lolote linapokuja kwa habari ya jinsi tunavyomwamini Mungu, kwanza kwa sababu ya upendo wa Mungu linapita kwenye chujio la Mungu. Mungu analiruhusu lile ambalo unaweza kustahimili. Zaidi ya yote anasema Mungu ni mwaminifu ambaye pamoja na jaribu anaweka mlango wa kutokea. Kwa hiyo majaribu yatakuja, lakini yanapokuja tukumbuke kwamba ni nafasi au ni fursa ya Mungu kushow up kwa ajili yetu, kushow off kwamba yeye ni Mungu wa kweli na ni Mungu anayestahili kuaminiwa na kutumainiwa. Amen. Amen. Haya, alafu jambo lingine ambalo tunaweza kujifunza hapa ni kwamba ile commitment yetu kwa Mungu haitakiwi kuathiriwa na majaribu. Tumejifunza hapa kwa Danieli kwamba ile kutupwa kwenye tundu la simba hakukusababisha yeye aogope kumfanyia Mungu ibada au aamue kutoka kwenye kufanya alivyokuwa anafanya ili afanye kwa siri. Biblia imetuambia alifungua madirisha yake kuelekea Yerusalemu, akaanguka mbele za Mungu kumfanyia ibada mara 3 kwa siku. Wakati mwingine
tunapopitia changamoto au tunapopitia wakati mgumu au tunapokuwa kwenye mazingira hatarishi, tunaweza kuingia kwenye mtego wa kuamua kuficha jinsi ambavyo tunamfanyia Mungu mara zote. Lakini haipaswi kuwa hivyo. Commitment yetu kwa Mungu inabidi iendelee kudumu hata kama tunakuwa tumeingia kwenye hatari, hata kama tumeingia kwenye mazingira magumu. Na hili ndilo ambalo Danieli anatuonesha. Hata inapofika mahali pa kuyagharimu maisha. Yesu anasema kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 24, anasema yule anayetafuta kuiponya nafsi yake ataiangamiza, lakini yule ambaye ataiangamiza nafsi yake kwa ajili ya Kristo, huyo ataiponya. Kwa hiyo hata tunapoingia kwenye hatari zinazotupelekea kufa, as long as tunamwamini Mungu, Mungu atatokea hapo na kutusaidia. Shadrach, Meshach na Abednego hawakuogopa ule moto. Na Biblia inatuambia ule moto haukuwa na madhara juu ya nguo zao wala juu ya miili yao. Na hata Danieli, wakati ambapo wale simba wangeweza kumla kwa sababu ya njaa kali, tunaona jinsi ambavyo alikuwa tayari kufa kusudi alinde mahusiano yake na Mungu, na Mungu alitokea akamlinda. Kitu ambacho kilikuwa tofauti kwa wale waliomshtaki, kwamba hata kabla hawajafika chini simba walisha waua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini jambo la mwisho ambalo linaweza kushare na sisi hapa asubuhi ya leo ni kwamba Mungu ni mwaminifu. Ni mwaminifu kutuponya na kutuokoa na mabaya. Anasema kwenye Zaburi ya 121 ule mstari wa 7 na 8 kwamba Bwana atakulinda na mabaya yote. Hajasema ni mabaya kiasi fulani au mabaya kufikia kiwango hiki, hapana. As long as ni mabaya yote hayo, Bwana atatulinda nayo yote. Lakini our part of the bargain ni kwamba sisi tunapaswa kuendelea kumtumaini Mungu. Tunapaswa kuendelea kuwa na uthabiti wa moyo kwa Mungu. Anasema atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako, atakulinda utokapo na uingiapo. Na bahati nzuri ni kwamba hata tunapokuwa tumeingia kwenye hizo nyakati ngumu, sio kwamba Mungu anakuwa pembeni anatuangalia, hapana. Tunakuwa pamoja naye. Anasema nitakuwa pamoja naye taabuni. Anasema nitakuwa pamoja na mwenye haki taabuni. Tena kwenye Isaya anasema kwamba unapopita kwenye maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Hayo maji hayatakugarikisha. Hata unapopita kwenye moto, hautateketea wala kala moto halitakuunguza. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo kwenye mabaya tutapita, kwenye majaribu tutaingia, lakini tunachopaswa kukumbuka ni kwamba majaribu hayapaswi kutuondoa sisi kwa Mungu, lakini yanapaswa kuendelea kututhibitisha kwa Mungu. Na kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi kwenye hayo majaribu, hatuna haja ya kuogopa, kwa sababu Mungu atatulinda na mabaya yote na atatuokoa katika hayo yote. Amen. Amen. Kwa kumalizia, neno la hekima tunapotamatisha The Bible Mind. Neno la hekima ambalo nitasema siku ya leo ni kama nilivyosema mara ya mwisho. Tumruhusu Roho Mtakatifu atende kazi kupitia sisi. Na pamoja na hayo, tuendelee kumtumaini Mungu hata wakati wa changamoto. Amen. Amen. The Bible Mind tunamaliza hivyo na imekuwa ni njema sana. Next episode tutakuwa tutaendelea na kitabu cha Daniel au tutakuwa tuna session nyingine? Tutaendelea na kitabu cha Daniel na tutakuwa tukifanya ile sura ya 7. Kwa hiyo tuendelee kuisoma. Okay, sawa. Yeah. Hii ni The Bible Mind na hivi ndivyo tunavyotamatisha kwa leo.